Kuna visa vingi vya kutisha, kusisimua na kufikirisha duniani. Ukisikia neno mvua, mara moja unawaza ni maji yanayodondoka kutoka angani, au pengine theluji au barafu ikiwa ni baridi kali. Lakini leo nakuletea kisa cha mvua isiyo ya kawaida. Mvua ya kutisha, mvua ya kushangaza, mvua iliyozua gumzo kila kona. Hii si mvua ya maji wala theluji wala barafu, bali ni mvua ya nyoka. Kulikuwa na baridi kali huko Memphis, Tennessee. Upepo ulivuma kwa ghadhabu, ukipenya kati ya majengo marefu na mti mmoja mmoja ulioachwa kutetemeka kwa hofu. Mbingu zilikuwa nzito, mawingu meusi yakitanda kama blanketi la giza, kana kwamba yalikuwa na siri nzito isiyopaswa kufichuliwa. Kisha mvua ikaanza. Ilianza kama matone madogo, matone ya kawaida yakigonga paa za nyumba kwa mdundo wa utulivu. Wakazi wa Memphis walijifungia majumbani mwao, wakisikiliza sauti ya mvua iliyoleta usingizi wa amani. Lakini ghafla kulikuwa na jambo lisilo la kawaida. Matone ya mvua yalibadilika. Hayakuwa tena maji pekee, kulikuwa na kitu kingine, kitu cha kutisha. Mungu wangu! Kilisikika kilio cha mzee mmoja aliyekuwa akitembea pembezoni mwa Court Square. Macho yake yalipanuka kwa hofu, mikono ikitetemeka aliposhuhudia tukio ambalo hakuwa amewahi kufikiria katika ndoto zake mbaya. Nyoka wakitiririka kutoka mbinguni kama manyoya ya ndege waliotawanywa na upepo, wakidondoka kwa kishindo cha juu ya mitaa, juu ya paa za nyumba, juu ya mabega ya watu waliokuwa wakikimbilia kujificha. Maelfu yao, wengine walikuwa wakijikunja kwa hofu, wengine wakijaribu kutambaa wakitafuta makimbilio. Katika eneo la ekari moja, ardhi ilikuwa imetapakaa kwa viumbe hao wa ajabu, wenye urefu wa inchi 12 hadi 18. Miili yao membamba iking'ara chini ya mwangaza hafifu wa taa za mitaani. Hakukuwa na maelezo ya haraka kuhusu walikotoka, wala sababu ya ghafla hii ya kiajabu. Habari zilienea haraka kama moto kwenye nyasi kavu. Gazeti la Memphis Avalanche likatangaza, mvua ya nyoka yanyesha Memphis. Watu wakaanza kujiuliza, je, hii ilikuwa ishara ya mwisho wa dunia? Ilikuwa laana ama maajabu ya maumbile? Wanasayansi walikuja na maelezo yao. Upepo mkali, kimbunga, nguvu za asili zilizowanyakua kutoka mito na mabwawa, kisha kuwatelekeza kama zawadi ya ajabu kwa wakazi wa Memphis. Lakini hata hivyo, maswali yalisalia. Je, ilikuwaje kwamba hata siku moja kabla hapakuwa na fununu ya mvua hii isiyo ya kawaida? Je, ni kweli nyoka walichukuliwa na upepo, au kulikuwa na nguvu nyingine isiyoelezeka ilipoamua kuwashusha kutoka angani? Na kama kwa asili ingeweza kunyesha nyoka siku moja, basi kesho inaweza kunyesha nini? Mpaka leo, tukio la Januari 15, 1877 linabaki kuwa mojawapo ya mafumbo makubwa ya hali ya hewa katika historia ya Marekani. Memphis ilishuhudia mvua, lakini si mvua ya kawaida, mvua ya nyoka. Ni mimi Abdulkadir Masa, na mwandishi wa makala hii ni Badru Mgomi.